Sauti ya Mungu Reloaded. Tulikuwa tunatafuta sauti ya Mungu, tulikuwa tunatafuta uso wa Mungu mpaka tulipoanza kusikia sauti ya Mungu. Mungu akaanza kutuonyesha. Kama kuna mambo mawili ambapo kwamba nilikumbana nayo wakati huo, ni wakati Mungu alituambia kwamba kuna mhubiri atakuja kwa ile kanisa, na huyo mhubiri atakuwa ametoka Freemason, lakini anakuja kama pastor. My friend, haikuwa rahisi. Sisi tulienda tukajaribu kuambia watu, unajua hiyo kitu tuliambiwa kama bado iko mbali. Tulijaribu kuenda, tukaongea na wale leaders, tukaongea na intercessors. Hatukuwa tunaweza kumfikia pastor, wajua. Haikuwa ni kanisa ndogo, my friend. Ile kanisa ilikuwa kubwa. So tulijaribu kufikia intercessors, wanaturidicule. Unakuta unaendea mtu anawacheka, anakuuliza Mungu amesema kweli? Amekuambia wewe? Wanacheka kweli. Unaona? Sasa sisi tulikuwa tunashangaa na Mungu anarudia. Tena tukikutana kesha anarudia. Tukikutana kesha anarudia. Ikafika wakati Mungu akapeana hiyo ujumbe kupitia kwa mtu tofauti. Na hiyo siku ilikuwa Morning Glory. Watu wameenda, wameomba ile kusummarize prayers. Kuna vile huwa watu wanashika sako, alafu watu mtu mmoja anaombea kila jambo. Mmoja anaombea transport, mmoja anaombea whatever, mmoja anaombea preachers, mwingine anaombea kanisa. Sasa mmoja alikuwa ni mgeni na alikuwa amekuja hiyo Morning Glory for the first time. Alipopewa nafasi aombe, yeye alipoanza kuomba akalipuka into prophecy. Akaprophesy na Mungu akasema louder, ujumbe wangu imefika na ikapuuzwa. Nasema kwamba kuna mtu atakuja hapa anajidai kwamba ni mtumishi wa Mungu, atapewa nafasi kuhubiri Jumapili, na huyo mtu sio mtu wangu. Atakuwa anatumia nguvu fulani, akaeleza hiyo ikapita. Bado hawa watu wanajiita viongozi wa kanisa, hawawezi kuunganisha dots. Hawawezi kuunganisha hiyo ujumbe na ile ujumbe tumekuwa tukiwaambia. Mpaka pale ilipofika Jumapili usubuhi, ndio nilipata nafasi ya kwenda kumuuliza pastor. Nilimpata tu kama ametoka tu kwa gari anaenda. Nikamwambia kuna ujumbe fulani na tunakonfirmiwa kwamba kuna preacher mgeni, na huyo preacher ni hivi na hivi na hivi na hivi. Pastor akasema kulingana na ratiba zetu za leo, preacher wa service ya kwanza ni fulani na wa pili ni fulani, na hatuna mgeni kutoka Nigeria. That guy was a Nigerian. Pale service ikaanza. Service kuendelea, bado tuko kwa Bible study. Tukaona pastor mwingine hapo. Kuna pastor mmoja wa hiyo town pia alikuwa na kanisa mahali mbele kidogo kwenye mtaa fulani. Tukaona yule pastor amekuja kwa kanisa letu na amekuja na watu wakifuatana. Kukuja pale wakaenda mpaka mbele, wakapewa viti pale mbele penye mapasta wanakaa, wakakaa. Nikaona amechukua pastor wetu akatoka naye nje. Wakazungumza wakarudi. Kumbe ndio walipoenda kuzungumza ndio anamwambia mimi nimepata mgeni na ameshahubiri kwa kanisa langu service ya kwanza. Sasa nimesema siwezi acha hii baraka iende, ndio nimemleta kama utampatia nafasi ahubiri. Ratiba zikabadilika na yeye akapewa pulpit. Hawawezi kuunganisha dot. My friend, yule jamaa akaanza kuhubiri. Alihubiri ujumbe yenye haiko. Baada ya kuhubiri ile ujumbe, alinyosha tu, kwanza alitoa pesa nyingi sana kwa watu. Alianza kusema ameonyeshwa kuna mamillionaires kwa hiyo kanisa wenye wanafaa watoe shilingi 500,000 kila mmoja. Watu wakainua mikono wakatoa 500,000. Yani una pledge ya kwamba alikuwa anasema by Wednesday, kwa sababu alikuwa anasafiri on Tuesday. So alikuwa anasema usitoe pledge yenye hautalipa by Wednesday. So watu wakanyosha mikono, watu wa 500,000, akakuja watu wa 400, akakuja watu wa 300, watu wa 200, watu wa nini. My friend, watu wako na pesa huku nje. Mpaka mtu mwenye huwa unaona tu ni mtu tu hivi hapo kanisani ana pledge kutoa 300,000 na walitoa 300. Watu wa 10,000. Alipofika kwa 10,000, my friend, ni kama kanisa yote ilikuja mbele. Watu wakatoa pesa. Sisi tumesha sense kwamba huyu jamaa ndio yule. Walipomalizana na pledge, akaambia watu wasimame sasa aachilie baraka. Alipoachilia baraka, alinyosha mkono, watu walianguka wote, mpaka pastor aliyemwalika alianguka. Tukabaki sisi wenyewe tunaenda ile kesha. Akatuangalia akaona ni sisi na hatukuwa tumekaa pamoja. Mmoja amekaa kwa hii row, mwingine amekaa kwa ile row nyingine, mwingine amekaa kule, lakini sisi ndio tulibaki tumesimama. Alipoanza kutembea akikuja penye niko,
Nikamwangalia kwa macho, alipiga break ni kama kuna kitu kimemsukuma. Akarudi kwa pulpit, akachukua Bible, akamwamsha yule mwenye alikuja naye, yule pastor mwenye alimleta. Ndio alienda tu akimwekelea tu mkono hivi, yule pastor akaamka. Watu walianguka wote, kanisa hakuna mtu alibaki amesimama. Mpaka cameraman, watu wote mpaka ushers. Sisi tukabaki tumesimama. Yeye na yule pastor wakaenda kwa gari na wakaenda bila host pastor kujua. Watu walianza kuamka moja moja, wanakuta preacher hayuko na aliyemleta pia hayuko. Ushaona? So inamaanisha kama hatungebaki tumesimama, alikuwa yuko na mpango ya kufanya nini wakati ameshalaza watu wote. Hiyo ni swali langu mpaka leo. Akaenda. Watu wakatimiza pledge. The second thing ambayo ilifanyika during that time ni wakati mtu alinitukana kule kwa garage. Kuna mtu alinitukana na akanitukana na Mungu wangu very bitterly. Na hiyo siku ilikuwa ni siku ya kesha. Nilishindwa kwenda kesha kulingana na maneno makali aliyotumia kunitukana. Alikuwa ananitukana, yani alianza kunitukana kwa sababu mtu alinisalimia, Bwana asifiwe pastor. Akaanza tu kucheka ati, pastor sasa ndio huyu. Akacheka mpaka na Mungu wangu, mpaka na makanisa zetu, mpaka na nini. Hiyo kitu iliniuma. Karibu nishindwe kwenda kesha. Nilifika nyumbani nikiwa niko heavy hearted. Lakini nika take to heart na nikasema tu acha tu niende kesha. But sijui ikiwa nitaomba. Kufika nikajikuta nimekuwa na breakthrough. Nikaomba kufika saa 5 hivi. Ile breakthrough ikakatika kabisa, nikabaki dry. Hata kusema Jesus imekuwa ngumu. I cannot pray. Nikaenda kukaa mahali najaribu kusoma scripture, no breakthrough. Najaribu kuimba, no breakthrough. And remember, we were only 4 that night. Yule mmoja mwenye alikuwa ameanza kutoa prophecy wa kwanza, the first one, that youth pastor, akaanza kuongea in tongue, akielekea kule kwenye niko. Alipofika pale nilikuwa, akawa anazunguka hapo mbele yangu, aka switch into my mother tongue. My friend, yule jamaa aliniongelesha na mother tongue, yani Mungu aliniongelesha na mother tongue kupitia kwa yule jamaa very fluently. That guy is a lawyer guy. He doesn't understand my mother tongue. My friend alizungumza mother tongue yangu fluently. Anasema mimi Mungu nimesema. Yule mtu hakukutukana, alinitukana. Tangu nilipokuita, yoyote anayekuguza ananiguza. Hakukutukana, alitukana neno langu. Na yule mtu nitampanguza kutoka kwa uso wa ulimwengu, yeye pamoja na uzao wake. My friend, sikufurahia kwa sababu sikutaka kuona mtu akifa. Kwa nini afe? Nilikuwa nataka Mungu atumie njia nyingine, lakini Mungu hatumii njia zetu. Yaani nilikuwa na feel Mungu angenifeel na power fulani, nionyeshe power fulani mpaka huyu jamaa ogope. Mungu afanyi kama tunavyotaka. Yule jamaa kabla ya wiki 2, yule jamaa alikuwa amekufa na bibi yake na watoto wake 2. Walikufaje? Mke wake alikufa. Walikuwa mochari wote, hakuna mmoja alikuwa amezikwa. Mke wake alienda kujifungua. Akajifungua mapacha. Pale kujifungua alikuwa na matatizo sana, akapasuliwa. Alifanywa operation. Kufanywa operation akapewa nini masharti, usitumie maji, usitumie nini. Yeye akavunja yale masharti. Hiyo kidonda ikakuwa sijui vipi, ikakuwa kubwa, ikawa haiwezi pona, akagonjeka mpaka kafa. Alipokufa bado mwili iko muchari, wale watoto wachanga sijui ilikuwa kuaje, mara mmoja amekufa, mara tena imekuwa kuaje mwingine amekufa. Sasa yule jamaa yuko na maiti 3, wajua. Mmoja alikuwa anakufa wakati sasa wanapanga sasa waende wakazike. Huyo mwingine amekufa. Hiyo mambo ya mazishi inasongezwa mbele, wanasema wacha wangojane, watazikwa pamoja. Sasa huyu jamaa akiwa yuko kwake, alikuwa amesimama tu, sijui I don't know what happened. Yule jamaa alianguka tu kwa floor yake tu ya nyumba. Lakini wakati huo siku kama 4 ama 5 za mwisho, yule jamaa alikuwa amegeuka kichwa, amekuwa kama chezi. Alikuwa anaongea tu peke yake akitembea. Lakini alipatikana tu amekufa kwake bila ugonjwa yoyote. Hivyo ndivyo vile huyu jamaa alipanguzwa. Tumeona mengi kwa hii wokovu. Wewe wachana na watu waliokoka na wokovu yao. Inaweza kukusababishia mambo mengi na inaweza kukudhuru kwa njia yenye si haikuhusu.
Wewe umechagua kutookoka. Wewe kaa. Yule ameamua kuokoka, wacha okoke. But usiingilie wokovu wa mtu. Usiingilie maisha ya mtu. Wakati unatukana mwokovu, haumtukani, unamtukana Mungu wake. Na hiyo huwa iko na madhara mabaya. Nimeiona mara nyingi. Sio mara moja. Kuna ingine hata siwezi nikasema hapa. Kuna mambo mabaya sana yamefanyika. Usijaribu kucheza na wokovu wa mtu. Wachana na mtu na wokovu wake. Wewe endelea na imani yako. Thank you.